Tunadondoka baba. Tunadondokia mpaka Uyole pale. Kwa bwana Swallow Maseason. Pamoja na stationery hapo. Ni muuzaji wa zile movie na zote ni kwa bei jumla na rejareja. Yes, Mwamba anapatikana Uyole. Kila Jumatatu na Jumanne unajipatia zile movie kali mpya na miendelezo. Lakini pia anauza DVD empty Mwamba huyu. Yes, wanamuita Mr. Swallow. DVD empty zinapatikana pale kwake bila tabu yoyote. Lakini pia anatengeneza kadi za maharusi pamoja na vitu vingine kadha wa kadha. Mwamba yuko vizuri kabisa huyu. Ana design posters na mabango pia. Yes, kadi za harusi pamoja na business kadi zinapatikana pale kwa bwana Swallow wa Uyole. Posters zinapatikana pale kwa bei rahisi. Printing and photocopy, maana yake huyu jamaa atapicha na kufyatulia. Yes, anapatikana Uyole pale katika stendi ya Usangu wanapaita wenyewe. Yes, stendi ya Usangu. Andiko alipo mkali kwanza huyu. Ndani ya Mbeya Uyole. Tunadondokea Uyole sasa Usangu pale stendi. Yes. Unaweza kumcheki Mwamba hana makwere wala maweke yote 0752642389 mambo yakizidi kwenda bam bam. Sasa tunaunganisha. Tuko na single kali mpya ya matata kabisa. Iko moto na imewaka. Kwa hiyo tunawaka kama inavyowaka na yenyewe. Manake tunawaka na 100. Yes. Mtoto mwenyewe alimkubali huyu jamaa. Sasa kila mtu anasema Lonely Dragon. No, nani huyo? Nasema jamaa yuko amazing sana. Nimeipenda hii sehemu. Bwana mdogo akajikuta anaipenda hii sehemu. Jamani, magazeti yanazungumza kwamba jamani, amekuja mtaalamu wa sharpshooter Lonely Dragon. Miss Yang. Huyo Lonely Dragon ni mtu aina gani? Sasa anasema magazeti ya leo yameshika vichwa vya habari ni huyo Lonely Dragon. Mama anampa hadithi kwamba huyu jamaa ni legendary figure. Ni mtu ambaye anafanya hadithi za kijeshi zikawekwa. Anasema tunatoa heshima kwa mashujaa wetu kabla kwenda vitani. Hivyo lazima watu wafanywe sherehe, hasa kuna hizi sherehe za kumuashiria huyo mwanajeshi. Waliwasha mwenge. Anasema mwenge maana yake ni kujua jinsi ambavyo upepo unapoelekea na kutengeneza kitu kinaitwa passion katika moyo. Kwa hiyo watu wanazidi kuingia pale stadium. Huyu Mwamba huwa anatumia sigara, lakini mara nyingi sigara hii anaiweka pale bila kuiwasha. Sigara inakuwa imekaa kwenye kinywa pale pembeni tu, lakini huwa haiwashagi. Mwamba hacheki. Ni mtu wa kununa masaa yote, alafu anamtizamaga ubinti sana. Watu wanakaa tayari. Sasa target zinaanza. Pigwa fire. Yeye alikuwa ametulia tu, halengi wala nini. Zamu yako bwana. Akachukua ile sigara akaiweka mdomoni kama ilivyokuwa ada. Ni sigara nyota. Sasa anapiga na pangusa rifle hiyo, kitu cha Muingereza. Jambo alipiga 0 pale. Alafu akachukua zingine akazimwaga juu mzee kama 4 namna hii au 5. Ziko 5. Anapokea moja. Inapigwa. Inaingia nyingine. Inapigwa vile vile. Anapiga kwenye ile 0 pale kwenye namba ya juu kabisa. Huyu jamaa ni mwanashabaha wa hatari sana. Anapiga kimatambo risasi zake. Lonely Dragon ni amazing. Kwa hiyo alichukua number 1. Yes, kuliko mtu yote. Dogo mwenyewe alikubali. Hii dunia ni mpya. Ukumbuke tuko katika ulimwengu wa kumuelewesha bwana mdogo. Dada huyu kutokana na hayo alishindwa kujizuia, akaenda kumtandika jomba busu. Jomba iko mbuzi vibaya mno.
Dada mwimbaji huyu alifurahishwa sana na swaga za huyu jomba. Kuna mabunduki mengi humu ndani. Cheki. Wow. Hii ni ile bunduki ya shujaa. Ngoja niishike kidogo. Mjegejo kama Rambo, mjegejo baba. Mara kageuka. Alikuwa amesimama kichwa chini miguu juu. Fauja, weka chini. Akamnyang'anya. Sasa kwa nini nikupe? Amekanyuliwa juu. Akakaeka ili akatoe nje. Tulia mchenje. Nishushe. Mara kama kuna kitu kimeanguka kutoka kwenye mifuko au udogo. Nirudishie. Kilichoanguka kilimfanya ushujaa shangae sana. Sintoshika bunduki yako tena, umepata raha? Nirudishie basi. Hubana akachukua bunduki yake na kopo moja ambalo kumepandwa mti mmoja katika lile kopo. Yaani mti ambao alitaka kwenda kuupanda ujamaa nyumbani mahali ambako atakapoishi siku akishamaliza vita. Kwa hiyo huu mti huwa anatembea nao ni kama kakopo ambaye kana mti ndani. Sijui ni mti wa aina gani. Asema naweza nikakuelika katika martial art competition. Mimi sipendagi martial art, napenda mambo ya mabunduki. Kwa nini? Asema nachukiaga sana damu ambazo hazina sababu kumwagika. Sio biashara yako hii. Akamkamata. Maana alikuwa anamuulizia mbona Jamali ulimbusu. Akampiga na yeye busu la kwa nguvu. Piga na Mbata binti alijisikia vibaya kweli. Kwamba yeye ni kasadaka au kamgao. Mchezo unachezwa leo ni mchezo ambao unaitwa Step 10. Ni mchezo hatari sana kwa mwanajeshi. Kama mwanajeshi hajatimia na mchezo huu, basi hawezi kuhesabika. Anasema ili uweze ukishindwa mchezo huu, basi wa Japani watakufinya. Mbavu. Go Dragon. Sasa mchezo huko hivi. Shakuona michezo ya kijeshi, Marekani wanapenda sana michezo hii kuifanya kama ni namna ya kupima pumzi. Unaanza unaruka, fika mahali unapanda. Hapo unapanda unatua, unafika mbele na sarakasi kadogo. Unatembea mbele sehemu vikubwa. Hapo nyuma kuna mtu yuko anamfukuzia kishenzi yani. Unapita hapa mzee chini kwa chini una crawl. Mwendo ni kasi mno. Kama huko hauko faster unaachwa. Jomba bado ni wa mbele. Mr. Dragon, Loli Dragon. Unapenya hapo kimango tozi namna hiyo. Mambo hayo. Sasa kazi ipo. Mbele unakutana na maadui ambao ni wa Japani, wapige. Wa Japani ndo hao. Jomba na dance namna hiyo. Anacheza mbele. Anakatana na Mjapani, Jomba anahitaji kushika namba. Mara naye kakutwa na Mjapani. Wa Japani ni hao ambao wanaonekana ni wanajeshi wa Kijapani. Sasa nani atashika namba moja ili akapiga risasi 3 mbele? Safi! Che, wa Japani wameonekana kuonesha bidii ya mkongoto. Hii mechi inachezwa kama live. DT fighting, mpambano wa kiboya mchafu. Anasema hapa kuna mtu mmoja tu ndo anaweza akatakiwa kupumua. Ndio mfano wa mtu kuishi. Sekunde zinaisha. Zimebaki sekunde kama 30 namna hii. Sekunde zikiisha wote mmefeli. Sasa hawa wanatakiwa waje wachukue bunduki. Jomba kazipiga buti. Sasa anamaliza. Anafungulia ngoma apige risasi 3. Jomba anapiga 7 kaona nimechelewa. Mtafanyaje? Sina haja ya kuchukua bunduki. Nitakuwa nimeshachelewa. Bunduki hii hapa. Yes! Boni ya hii baba. Ikanyakuliwa juu kwa juu. Kabla hajatua. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ametua sekunde imemaliza. Huyo ndo Loni Dragon. Champion ni Loni Dragon mwenyewe. Yule bwana alifanikiwa mwenye shati jeupe, lakini wakati anajiandaa kupiga alikuta bunduki sio yake. Imeshachukuliwa. Maana huu ni mchezo wa technique. Basi alichukua kombe la huu mchezo. Mchezo una kombe huu. Wanajeshi wenzake walimpaiza juu kweli kweli. Maana
ameshinda bwana Dragon. Basi wale ambao walikuwa wamefinywa ambaye vipi? Ni mshikaji wake huyu, lakini alimkazia kweli ambaye competition. Ambaye hujapata habari kuna competition za ngumi. Mshindi wa hapa lazima aweze kudirect katika kwenda kule kucheki mchezo wa ngumi. Sasa ni kudanganya nini? Kwa hiyo ikabidi wapande treni ili kuelekea kwenda kucheki mchezo wa ngumi. Basi na yule binti naye ambaye aliko kwenye ngumi ikabidi aende na yule bwana aliyembusu kwa nguvu. Bwana mdogo naye akapata lift kwa sababu yuko karibu na bibie huyu. Hii ni butterfly goddess, ni kama vile mungu wa butterfly. Yule bondia leo anapigana. Mzee wa masho skills, kumbuka bondia wa huku unapigana style yote, ngumi, mateke, kila kitu unapiga ndani kwa ndani, yani mbele yao. Mabibi na mabwana, karibuni katika international champion kutoka Amerika. Huyu jamaa ameishi Amerika, anawakilisha Amerika yeye, lakini anafanya masomo yake hapa na wanamuita Muamerika kwa sababu anaongea sana Kiingereza. We mrembo wa kiume, takupiga ni kuue leo. Pretty boy. Afa namlambia lips. Ambaye uniamini sogea huko wewe. Pambano bado. Watu wanamuita Jason. Round ya kwanza. Mchezo sasa ndani ya mchezoni. Hebu tuangalie sasa mchezo unasemaje. Maana unajua mchezo bwana hauhitaji hasira. Mchezo ni mchezo. Binti ambaye tulia. Loni Dragon naye yupo akija kucheki mechi. Baada ya kupata ushindi basi alipewa kama zawadi kuja kucheki mechi. Basi kapigwa raundi ya kwanza. Refa anasema fight. Kakutana nayo. Vipi? Woo! Kakutana nayo ya kichwa, jab machine, jab. Oya vipi jomba? 1, 2, 3. Nipo. Bado. Wakamcheki macho anamgundua bado yuko na afya. Ni mtu aina gani huyu? Piga kwenye mishipa kabisa lakini jomba mna. Piga ngumi mingi. Subiri mtu akiwa chini hatusi kupigwa, tulia niache. Niko busy. Tulia. Jomba bado anasema boni ya. Niko. Kubwa. Je mashine. Nyingine. Mungu wangu. Na huo ndo mchezo wa ngumi. Ukisema yes, I'm in competition. Kufa ni mambo ya kawaida tu. Hata kama ni masiara, lakini ukiona tu umepewa mkono na wapiga ngumi unaoka toa ukagonga kama 5-2 kwa mara moja, unajua unaweza enda na maji. Jombe amamka. Anasema wewe mrembo wa kiume. Ni wewe ukiamua. Niko tayari, endelea muoga wewe. Kubwa. Nje ya ulingo. Akamfuata. Hapa kwenye hii competition kuwao na ruhusiwa. Anapigwa mtu aliozimia, yani kama vile kafa kabisa. Jomba anajaza mizigo. Watu wote kimya. Ikabidi usoja aingilie bwana Loni Dragon akamsogeza jamaa. Mchezo umeisha, umeshashinda. Hasa mbona mpiga mtu? Hii ni arena yangu brother, sawa? Siniingilie. Na ukumbuke hawa jamaa wanatamaniana kishenzi yani. Huyu soja ni kama akajisikia vibaya. Jamaa haiwezekani kupiga mtu kinyume na mazingira, akampiga mpaka akampiga tena. Hebu twende tuunganishe katika sehemu inayofuata, labda wanaweza wakakutana. Lakini kumbuka huyu mwingine ni mwanajeshi na huyu ni bondia wa kijeshi, lakini hao wote ni masoja ambao wanaweza wakaingia jeshini na wakatumika kama wanajeshi. Hebu tuone, lakini Jomba alionyesha upande mbaya sana. Yani hana fair mshikaji, yani hana fair kabisa. Sasa tunaunganisha. Twende katika sehemu ya 3 hapa.